vijana, timu ikienda wapo, lakini muda wote anakuwa na wale influencer Young Africans. Hii tunaweza tukasema inaweza ikawa kuja na kuwa na mwisho mbaya baadaye. Kiongozi bora ni yupi? Kiongozi bora ni yule ambao anaongoza timu sawa katika mipangilio ile inayotakiwa na anayekubali kukosolewa. Ukimwona kiongozi anakaa karibu sana na mashabiki wake, umeelewa? Anawapa vitu, unajua huyu ana akili nyingi. Ngoja nikwambie, kuna kitu kinachoitwa neo-colonialism. Neo-colonialism unajua? Nimesoma, naifahamu. Ni hali ya nchi fulani kutawaliwa na nchi fulani kiuchumi. Umeelewa? Lakini kisiasa unaachwa huru. Unatawaliwa tu. Sasa neo-colonialism huwa mara nyingi haionekani hivi. Kuna silent feature which show there are neo-colonialism here. Of course. Sio, umeelewa? Kuna silent feature. Sasa silent feature zile ndizo ambazo zinazotengenezwa. Kwa mfano, technical aids. Leo namkuta Japani anaweza akawa anaipa misaada tu Tanzania, China wanaipa misaada tu Tanzania, mikopo ya bei nafuu nini. Vile wanatengeneza friendly relationship. Ili akija kuomba vitu vyetu, akija kuomba area for investment hapa apewe. Marketing area, magari yao yaje, vifaa vyao vitu vije kuuzwa, kwa sababu wanachotafuta ni market. Ndio maana wanatanguliza technical aids. Kwa hiyo engineer mimi namfananisha na Mchina au Mjapani. Umeelewa? Yaani viongozi wa Yanga wanafananisha kama serikali ya Kichina. Viongozi wa Yanga GB64 wanatanguliza technical aids. Ili hawa mashabiki na wanachama pamoja na influencer wao washindwe pindi anapokosea, timu inakwenda wrong, washindwe kumkosoa kwa sababu kuna vitu anawapa. Waseme ukweli muda. Yaani ile mimi nachukulia kama hongo fulani. Kwa sababu wewe kiongozi, wewe ukitaka kusafiri Mwanza anakukatia tiketi, unakwenda, unasafirishwa. Hela kula anakupa. Una shida nyumbani kwako, unampigia simu anakutumia hela. Hivi kiongozi wewe siku akija akifanya blanda katika kuiendesha klabu, wewe unaweza kumkosoa? Ndio makosa ndio ambacho kinakuja kutokea mbeleni kwa namna ambavyo muonekano tunaona. Na hivi vishajitokeza, sio vinaenda kutokea mbeleni, vishajitokeza. Kwani Yanga wamefanya usajili bora? Usiwabadilishe wachambuzi wa mchongo. Yanga usajili msimu huu GSM amechemka. Umeelewa? Usajili bora utoki Singida kuja Yanga. Wachezaji wa Yanga ndio walitakiwa wadogo wadogo. Viwango vimeshuka upende kwa mkopo timu kama Singida. Lakini sio timu kama Singida itoa wachezaji 4 inaipa Yanga. Umeelewa? Yaani timu inahitaji nusu finali klabu bingwa. Aucho anatakiwa atafutiwe mbadala wake. Aucho mbadala wake ni Azizi Ndambwile. Wanasema wakwao ni kiongozi bora kwa namna ambavyo ndicho ninachokwambia. Mbadala wa Lidi Aucho Azizi Ndambwile. Mbadala Mudazili haya Dikiabuye ndio anaweza kuipeleka timu akacheze tena na Mamelodi Sundowns. Ndio maana wameshindwa hata kwenda robo finali, kwa sababu sajili walizofanya sio bora. Kwa sababu sajili bora zinamboost mchezaji aliyekuwepo ili kiwango chake azidi kukiongeza, aongeze jitihada. Kama vile Fabrice Ngoma kaletwa Kagoma, kaletwa Deborah Fernandez. Umeona Fabrice Ngoma ameongeza jitihada, ameboostiwa na usajili bora uliofanywa na nani? Tutegemee nini kama influencer wa Young Africans kwenye hiki? Leo watu wanamleta Mpanzu Bishara, wewe unaenda kumchukua Mkangalomba amekaa miezi 9 acheze mpira. Lakini je, utazungumzaje sasa? Wewe ushakula vya watu, unawezaje kumkosoa engineer na wakati engineer anaendesha maisha yako wewe? Sio, unaelewa? Wapo watu wanaishi kwa ajili ya engineer. Watu wanaishi kwa ajili ya engineer. Watu wanaishi kwa ajili ya Alikamo. Leo Alikamo katoka na watu. Anaizalilisha klabu yake kushtakiwa kila siku. Makosa yanajirudia kila siku. Lakini hao kina Godiango wanamchangishia Alikamo. Alikamo analipwa mshahara zaidi ya milioni 15-20. Lakini watu wanamchangishia faini ya milioni 5 ambayo ile ilitakiwa iwepige kwake, alipe hela kutoka kwenye benki yake, kwenye mfuko wake, ili awe na uchungu siku nyingine asirudie kufanya ule ujinga. Pengine kumchangia Alikamo ni kumdekeza. Ni kumdekeza. Sasa kama wewe kila siku anakutumia laki 50, ana tatizo yote shindwa kufanya hivi. Kwa hiyo ndio hivi vitu ambavyo vinavyoendelea kuibomoa klabu ya Yanga. Kifo mumbua. Kifo mumbua. Kinachotokea kwa Yanga. Umeelewa? Leo wanachama wa Yanga. Wanachama wako takribani 100,000.